Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Amen, amen. Basi sisi tena tuko mbele yenu leo. Lakini leo hasa tunataka tuongee kwa habari ya shujaa Sifa. Amen. Mtu wa Mungu Sifa, mtu wa watu. Huwa tunapenda kumuita mtu wa watu na hatuoni haya. Kwa sababu maisha yake always aliishi kwa sababu ya watu. Amen. Basi mimi niseme tu kwamba Daesta bila kupoteza muda. Mimi nadhani Sifa wewe amekuvusha katika maeneo mengi. Amen. Na mimi pia najua hivyo, na vijana wengi, mabinti wengi amewavusha. Lakini kwa upande wako naweza nikakuuliza swali moja kwamba hasa kilichokuvutia sana kwa Sifa au ulichojifunza sana kwa Sifa kwa uwepo wake alivyokuepo, maisha yake aliyokuwa anaishi, ni nini hasa dada yangu? Kitu cha kwanza, nina vitu vingi ambavyo nimejifunza kwa Sifa. Ndio Daesta. Lakini kitu kimoja ambacho mara nyingi nikikaa nafikiri sana. Mimi ule ujasiri wa Sifa ambao alikuwa nao. Ndio. Ni kitu ambacho mimi binafsi nilikuwa siwezi. Na namshukuru sana kwa moyo wake sana. Mimi binafsi kumweka ni kama ni kio changu kwa mengi. Amina, yani amina. Mfano nikitaka kutoa chochote, ndio, kujifunza chochote, nilikuwa naangalia Sifa amefanya nini. Japo nakumbuka Jumapili ya mwisho ile ya kongamano yali niambia yeye anaangaliaga mtumishi Herbert amefanya nini. Ila mimi binafsi chochote ninachotaka kukifanya, ninataka kusema chochote, nilikuwa naangalia. Na ujasiri wake wa kusema kwamba mimi hapa nilikuwa najizini, lakini leo nimeacha. Mimi mpaka leo sioni haya. Ujasiri wote ule nimeutoa wapi kwa Sifa kusema mimi nilikuwa ninazini, lakini kwa sasa sizini tena. Ujasiri wote ule nimeutoa wapi? Ni kutokana na maisha ya Sifa, Zewe alipokuwa na uwezo wa kujitangaza, ushuhuda wake, na ni ushuhuda ambao umenisaidia hata mimi. Amen, 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 amen. Watu wa Mungu, dada Sifa alifanya vitu vingi sana. Alikuwa na mema mengi sana. Niseme tu Daesta, mimi kwa upande wangu, unajua mimi nilikuwa ni mtu ambaye ni muoga kwa vitu vingi sana. Yani nilikuwa nashangaa kwamba binti anaanza kujielezea kwamba eti alikuwa anajichua. Alikuwa anajichua hawezi akalala bila kuwaza wanaume. Nikasema ila huyu anapenda kujizaisha, hataki kuolewa huyu, nadhani anataka azeeke bila kuwa na mume, bila kuwa na watoto. Lakini baadaye nikaja kuona faida alizokuwa anazipata baada ya kusema kwamba alikuwa anajizini, lakini saizi ameacha ule uhuru anaokuwa nao. Nikasema kumbe kinachonifanya nakuwa mnyonge wa hovyo, mjinga hivi ni vile ambavyo dhambi nyingi ninazo, alafu tena sijataka kuziacha, nimeziweka ndani ya moyo. Ndio maana nimekuwa hivi. Ikanibidi na mimi nianze kuiga kwamba ni kweli hata na mimi nilikuwa najizini, nilikuwa najichua na waza wanaume mpaka majogo. Yani nilikuwa na uwezo wa kwanza, unaanza kijana Daesta, ilikuwa ni mateso ya ajabu. Unawaza kijana umelala saa 2, unamuwaza mpaka saa 9 saa 10 jogo anawika. Watu kwa tuna namna za ajabu. Mpaka sikufikiri kama inawezekana leo mimi kubadilika. Nani wengi nikisema wengine wao wanakataa, wanasema wewe mbona sura yako inakataa? Ninakwambia mtu wa Mungu, mimi hata akili yangu haikufikiri kama inawezekana kubadilika. Sikufikiri kabisa. Pastor alikuwa anasema, lakini nilikuwa najiuliza, Pastor mbona anasema hivi ni vigumu? Niliwezaje? Niliweza kwa kuangalia maisha ya Sifa. Amina sana, amina sana. Kwa simu yake kutoa ushuhuda wake kwamba mimi nimesaidika kwa hiki. Nakumbuka Jumapili yake ya mwisho niliongea naye mimi aliniambia Pastor amefundisha kuwa mtu mwingine. Paka inanipa maswali kwamba ina maana dada alipokuwa ananiambia kwamba natafuta kuwa mtu mwingine kwa spidi kubwa, ndo spidi aliyoondoka nayo. Binafsi yani paka namuonesha huku kwamba tu Mungu naomba nisaidie. Sitoacha. Binafsi hata mara nyingi nasema kwamba dada Sifa ameishinda zinaa katikati ya kizazi chenye zinaa. Dada kabisa. Ndio. Alikuwa anasema kwamba kama kuna wengine anaweza kujisifia kwamba mimi nina wanaume wangapi, ninafanya hiki, lakini mimi sioni haya kwamba mimi hapa nilikuwa najizini, kwa sasa sijizini. Nilikuwa napiga punyeto, nilikuwa na kansa ya maziwa. Kwa Mungu, usiogope kushuhudia kwa namna Mungu alivyokuwa. Kweli kabisa. Dada Sifa angekuwa anaogopa kushuhudia kwa Mungu aliyomsaidia, basi mimi Esther nisingesaidia. Hata na mimi pia. Kweli tusingekuwa na hali hizi tulizonazo. Kuna muda mwingine mlikuwa mnatoa clip mnakula. Wewe acha tu. Tungekuwa hapa nina njaa, lakini nakuta naanza kuogopa kula. Yote yale mimi binafsi imenitengenezea ujasiri. Ndio. Yani imenitengenezea ujasiri sana. Amina sana.
sana. Ndio maana mimi binafsi nasema tu Mungu, huenda hapa nilipofika, nilipofika hapa Dasifa amenisaidia sana kabisa. Nasema tu Mungu nisaidie, niyaenzi yale alionisaidia kwayo, lakini pia niendeleze. Yani ndio shauku yangu, najua siwezi, lakini ni maombi yangu sana kwa Mungu. Ila maisha ya Dasifa, watu wa Mungu, nasema mimi Esther nimepokea pole nyingi, ni pole zenye maumivu. Ila maisha yake hajaniaibisha. Mimi hapa najiuliza, je, Mungu leo nikiondoka, dada Ana wakikwambia Esther ameondoka, Esther ameondoka, nitamuelezea kwamba yani unajua Esther, leo hii mimi nimekufa. Wanakuambia aliyekufa ni nani? Ile tu kuelezea unakuta unapata mlolongo, unashindwa yani utaeleza kwa namna gani. Ni kweli kabisa. Nimekuja kujifunza kwamba ni heri mtu ufe ukiwa unatenda mema kuliko kufa ukiwa unatenda mabaya. Ni hasara kubwa sana. Nani yako statement yako siku ile ya msiba ulisema kwamba hapa chini ya jua tunachotakiwa kuogopa ni mabaya kabisa kabisa. Tusiogope kingine. Tunataka tukiogope, tusiogope kifo, tuogope kutenda mabaya. Ni kitu ambacho mimi binafsi nasema ni kweli. Pamoja na Dasifa kuondoka inauma sana. Nakumbuka siku nimepata taarifa, niligaga, nilifanya kila kitu hapo, aliokuja kunipoza watu wa sokoni, we mtoto nyamaza, lakini sikuona. Lakini baadaye lilikuwa linakuja tumaini kwamba Mungu, kama dada Sifa ameondoka hivi, je, mimi nitaondokaje? Mungu nipe mwisho mwema. Bwana amestahimili maumivu makali aliyoyapitia, maumivu makali dada Sifa aliyoyapitia, lakini bado ukilio wake kwa Mungu ni ule kabisa. Nakwambia mtu wa Mungu ya kwamba kwa Mungu inawezekana. Inawezekana sana. Haijalishi unajiona ni mnyonge kiasi gani. Mimi ninayeongea mbele yako nilikuwa naona haiwezekani, lakini ujasiri wa dada Sifa na dada Ana, mimi nakumbuka kuna siku moja dada Ana hapa namkumbusha, wakati bado sijafika kanisani nishaimwandikia message TikTok, nikamwambia yani mimi natamani siku moja niwe kama wewe na dada Sifa mlivu. Yani natamani sana. Hata dada Ana siku alivyoniona alifurahi sana, kwa sababu nilikuwa nimetoka kumtumia message yake Jumamosi na hajui kama nitafika kanisani. Ndio dada. Kwa yote katika yote mimi binafsi nasema dada Sifa wewe ni shujaa. Shujaa sana, shujaa sana, shujaa sana kabisa kabisa kabisa. Umeshinda zinaa katikati ya ulimwengu uliochafuka, ambao vijana mabinti tunawaza tu kuolewa. Mpaka wazee bibi. Kanisani sasa. Kanisani mtumishi. Dada wanataka wachumba. Wanataka nini? Ndio mahubiri yani sasa. Yani vingine hivi. Hapana, hivi vingine. Kukemea sijui dhambi, kuhamasisha watu kuacha uovu. Hapana. Ni anataka kuolewa, anataka mchumba. Mungu anaangalia moyo. Kitu kingine mimi viko vingi tutazidi kufafanua siku. Kwa kweli hatutaacha kabisa. Mimi nasema namaliza kwa kusema dada Sifa wewe ni shujaa. Ni shujaa sana. Dada Sifa wewe ni shujaa. Dada Sifa wewe ni shujaa sana. Amen. 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 Amen.